hiki kijiji sio kina laana gani? Hivi serikali kwa nini singeamuru ule msitu ukakatwe? Sikia bwana Faita. Serikali walijaribu sana kuhamisha ule msitu, ila ilishindikana. Na inasemekana kwamba ule msitu sio wa kawaida. Na kwa taarifa nazosikia, mzee Chapongo ndiye anayehusika na ule msitu. Ina maana yule mzee ni mchawi eh? Sina uhakika. Ila lopoka akusikie mwenyewe. Mimi naondoka zangu. Macho yangu hivyo ndivyo ilivyokuwa dada. Yaani hata sielewi unafanyaje ili niepukane na hili jambo kwa kweli. Sancho, ni heri nusu shari kuliko shari kamili. Ni bora ukaenda kule msituni ukazoa hicho kinyesi Dada, kuliko kuongeza matatizo. Hivi mme wangu, uona matatizo gani? Yaani umlioni wa kujikojolea kweli? Mke wangu, sijafanya makusudi. Tatizo kubwa ni hizi ndoto. Sinikaota na kojo, kaja kushtuka, nashangani nimeamwaga bwana. Ndoto wapi? Wakati hiyo ndo kaida yako. Ndani mimi sikuonagi. Punguza sauti, sije ukajaza watu hapo, kujaza inzi. Usiku wanakuchora tu. Unaamka unabadilisha nguo ile kojolea unapanda tena kitandani. Yule nani kama sio wewe? Yule ni pacha wangu. Unasemaje wewe? Unanisikia? Nataka kuongea. Asa wewe pacha yako au anti yako? Nenda katoa ile godoro ndani mwe, mimi sitaki kushika mikojo hapa. Ovyo. ina maana mimi nenda tena kule msituni tena kwa mauzauza yale. Basi ndio hata kama kwa viboko. Wewe juu nilichokutana nacho wewe, ndio maana naongea tu. Sasa unafikiri tunafanyaje ili kuepukana na hili janga? Dada, vitu vingine vya kujiongeza. Wewe cha kufanya toka tu hapa, elekea kwa mzee Chapongo kaniambia msamaha mambo yaishi. Sasa kuna ugumu gani hapa? Sawa. Wewe mimi niende nikaongee naye. Mambo si hayo bwana. Nikukute hapo. Sitoki. Usiondoke. Nimesema sitoki. Hichi kijiji cha moto. Yaani kweli hapa duniani kuna watu wanaimiliki dunia. Kwa mambo kama yale. Hangi. Kuna kijana nimesikia amechafua huu msitu. Sasa sikia, ninakuagiza huyo kijana anatakiwa apewe adhabu kali na ikiwezekana umtoe roho yake. Mzee.
Naona unatoka. Ndiyo, nilikuwa natoka. Una shida gani? Mzee samani, nilikuja hapa kumwombea kakaangu msamaha. Anasema yeye amejisaidia kule msituni. Kwani nani aliyokuambia kama mimi nahusika na ule msitu? Huu muda unaopoteza hapa ni bora uende nyumbani kwako kumsaidia kaka yako, yuko kwenye hali mbaya. Kakaangu? Kaka! Wewe kaka! Kaka! Wewe! Kaka! Vipi? Mbona upo hivyo? Mimi sielewi dada. Nashangaa mbona mchafuka? Uko sawa kweli? Uko sawa kati nakuona unabutika chini hapa kama mtoto? Ndio mimi nashinda kuelewa hapo dada yangu. Bwana fikiri kupenda. Yale. Sasa yale nini? Mbona sikuelewi? Wewe. Vipi Sanja? Mbona siku hizi sikuoni kitaa? Kuna shida au? Wewe acha tu ndugu yangu. Yaani kiufupi mimi nina matatizo ndugu yangu. Hapa unaponiona naandamwa muda wote yani. Unaandamwa na nani tena? Polisi au? Sasa bwana nikuwa polisi ndugu yangu. Yaani naandamwa na mzimu, so mzimu, msukule so msukule. Siku batebani nimekuja kwenye msitu ndugu yangu. Uponi. Nasemaje? Uponi. Sasa unasikiaje ndugu yangu? Na mimi nikamwambia babako aandae mbuzi. Na mimi nibebe pilipili. Wewe mweuni? Mbuzi bana babao. Sio niache pilipili, sio nibebe. Asi. Nitabeba pilipili. Ilikuwa mauzauza haya hapa yanaendelea haya, anaweza kuota mtu unakufa hivi kunajiona. Akuelewaza ndo hayupo, dada anang'ania nenda msituni. Bado atanjiliwaza tena kanyimbo hapo. Kidogo hapo kaanza kakaniliwaza. Hapa nitakini pata ile nyimbo. Unaweza kufanya huko nalia kama ya kulialia hivi. Ya nani hapa? Msanii gani hapa?
Ngoja nipigie Dula Makabila na Jay Melody. Akakampya kakidonda aka. Maana mimi sina vidonda moyoni na maumivu. Kwa nifanye hivyo basi. Ameanzaje ile? Sasa nyimbo ndefu. Napokumbuka hapo. Anamshika navyomshikaga, anambeba navyombebaga, analia navyoliaga. Mbona kama nimpitiliza hapo, nimeacha moja hapo. Anamshika navyomshikaga, anambeba navyombebaga, anamfanya navyomfanyaga, analia navyoliaga, ameniachia kidonda.